Uliwahi kuzungumza kitu kimoja hapa kuhusiana na issue ya mfumo. Ndiyo. Mifumo. Ndiyo. Na hapa ndipo tunaanza. Tutasikia sauti yako, lakini tutamsikia jamaa anaitwa Frank Zanu. Huyu jamaa ana project, ni amezaliwa Afrika ya Magharibi lakini anaishi Marekani. Yeye ana project yake anaita Rethink, kwamba anaita question the conclusion, kwamba kuna mambo tumeshakubaliana kwamba yako hivi, lakini anakuja kuona no, kuna mifumo yetu ndio tatizo lake. Yeah. So tunakwenda kusikiliza, kwanza tunamsikiliza Cosmas Madulu, alafu utamsikia hapo hapo Frank Zanu, na hapa ndo mazungumzo yetu yataanzia. Na tukisema malezi sio familia tu. Unajua hata mfumo wa maisha ya nchi unalea. Exactly, tuligusia pia hilo. Unalea, kuna watu wametoka kwenye familia zao wakiwa vizuri, mfumo umewaharibu kwa sababu umewalea opposite. Okay. Yaani mfumo umekuja kukutrend, kukufanya wewe unatafuta mafanikio. Nilidhani mlelee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha mpaka atakapokuwa. Kumbe unaweza kulelewa njia impasayo, mfumo wa nchi ukakutoa kwenye msingi. Unatamani kuishi lakini huwezi kufika pale bila kuwa mwizi. Unatamani kufanikiwa, huwezi kufika pale bila kudokoa. Ni mifumo. Mfumo wa maisha ya watu kwenye nchi fulani na walea. Kwa maana kuna watu wanatoka kwenye mataifa fulani unawaona wamelazimishwa na mfumo kuwa katika namna fulani hata kama hawaitaki. Ni mfumo. Do you know when you travel the 54 countries in Africa and ask each person in every country, what is wrong with your country? Leadership. All of you say the same word. But it's true. So let me ask you, since 1960, the country has been picking the wrong leader every 4 years? Not really. There was a time where it was still good. Like what? What time? Every single country in Africa says they pick a wrong leader every 4 years. It's impossible, Eileen. But at the same time, there's a lot of corruption. There is no corruption. I explained it to the first group. No African leader is corrupt. They are corrupted because what you are giving them to do is foreign. Let me ask you, do you know a single political system in the continent of Africa that was originated from the people? No. Wakajibu hapana. Yeah. Mifumo. Yuko sahihi. So, kitu ambacho nataka tuanzie hapo ni kwamba kuna mifumo ambayo ni ya familia, ambayo ni malezi ya kwenye familia, lakini ukatuambia pia mifumo ya nchi inalea. Sasa mimi ninavyoiona ni kama story ya kuku na yai, kipi kilianza? Je, ni mfumo wa familia ndio umetengeneza mfumo wa utawala tulionao, ama ni vice versa yake, ama hii mifumo imekaaje tukianzia hapo? Kwanza tuanze kwa kumtazama mtoto kama ni product ya baba na mama. Sasa mama anashika ujauzito, mtoto anaanza kutengenezwa na system, mfumo wa tumbo. Unanielewa? Yaani kwanza kabla hatujafika huko, jamii ilivyo inamfanya baba na mama wawe katika hali walionayo. Alafu inawezekana wana stress au wana vitu ambavyo haviko sawa kwenye mwili, lakini wanakutana kwenye mahusiano. Wanatengeneza huyo mtoto. Anaweza kuwa tayari anaanza akiwa na shida. Okay. Lakini anadumbukizwa kwenye mfumo wa tumbo ambao Mungu aliuprotect, aliulinda ili kiumbe hicho kisiumizwe. Kwa hiyo anaingizwa kwenye mfumo kama uko sawa atatoka vizuri. Kama una kasoro tayari anaanza kuwa victim. Kwa hiyo mwanadamu hana ujanja, anaingia kwenye mifumo toka mwanzo. Mfumo wa tumbo la mama ndio unaanza kukutengeneza kwenye level ya biology. Ndio. Unapotoka hapo unaingia, unazaliwa kwenye familia yenu. Huo ni mfumo mwingine, system. Mfumo wa pili, unatoka kwenye familia unaingia labda kwenye jamii inayokuzunguka ya karibu. Mnaishi mfumo gani? Ndio maana unaweza kuona wewe Mchaga au mimi Msukuma, kuna vitu tunatofautiana lakini tuko kwenye nchi moja. Ni mfumo wa mazingira ya watu wanakuzunguka, kwa maana ya kabila lako. Wewe unakutengeneza. Unatoka hapo unaingia jamii kwa upana wake. Nategemea ni jamii gani, lakini mwisho kabisa ni taifa kama community. Baada hapo ni ulimwengu mzima. Kwa hiyo hakuna mtu ana ujanja wa kujichomoa. Kama tuna ndoto za kuwa na watu wa aina fulani, kwa mfano watu ambao ni wazalishaji, wachapakazi, hawatapatikana kwa sababu tuna vyuo na shule nyingi. No. Watapatikana kwa sababu tuna familia ambazo ziko safi.
Na hizo familia hazitapatikana kama jamii inaendelea kuharibika. Unanielewa? Yani ni mifumo. Kwa mfano, kama wamama hawajui lishe, faida ya lishe, vyakula ambavyo vinajenga ubongo akiwa mjamzito, utapata watoto wa aina gani? Tayari mifumo itawaathiri. Unanielewa? Kuna vyakula ambavyo anatakiwa ale mama akiwa mjamzito ili kusaidia hata ule maendeleo ya ubongo wa mtoto. Kwa hiyo inawezekana tuna watu wana matatizo ya akili ama ya kuchakata taarifa wanazozipata kwenye maisha, kumbe ni kwa sababu ilianzia kwenye mimba. Shida ndio hiyo. Kunaweza kukawa na tatizo la nature, lakini likizungukwa na support ya wanadamu linapungua nguvu. Na nielewa? Yeah. Watu wengi tunazaliwa na shida hizi kwa sababu ya mifumo. Mtu aliyekubeba tumboni hajui hata kama amebeba mtoto. Hajui yale nini, hajui aishi namna gani kwa usalama wako. Kwa hiyo anaposumbua mchakato wa uumbaji, hakuna daktari mwenye uwezo wa kutibu kasoro ya mchakato wa uumbaji. Hayupo duniani. Hayupo. Kwa hiyo watu wanapopata kasoro kwenye mchakato wao wa ujiumbaji tumboni, watazaliwa, lakini ni watu wa aina gani? Okay. Sasa unazaliwa na wazazi ambao memory ndogo, halafu chakula wanachokula hakiongezi chochote kwenye ubongo. Unategemea huyo mtoto ataweza mambo ya madarasani? Kwa hiyo tabu mnaopata walimu darasani ni issue ya lishe. Waulize walimu saa hizi watoto memory chini mno, kwa sababu watu kwanza hawajui muunganiko sahihi, wanachukuana tu. Baba yako alikwambia miaka nyuma kwamba unaenda ujamii fulani, hao watu hapana. Alijua. Hawakuwa wasomi, lakini kuna vitu walivizingatia vya kidesturi vilivyosaidia kwenda mbele. Hivi ni muhimu ile sana. Sio baguzi. Sio kila mtu yupo kwa ajili ya Grayson. Nature ilivyotutengeneza, kuna aina fulani ya watu na wahitaji wewe, akiwemo mke na marafiki na watu wa aina fulani, ili uwe na maana. Hakuna mtu mwenye shida hapa duniani. Watu tumekosa watu sahihi tu. Yaani ukishapata mtu sahihi, hata angekuwa mchumba, utatengeneza familia sahihi. Utazaa watoto sahihi, kwa sababu nature yako imecombine na mtu ambaye ni sahihi. Shuleni hata wangesomea chini ya mti, watakuletea max. Wako watu wanasoma shule za kata, mbona wako vyuo vikuu? Na ulisema mtoto anachukua kwa mama sehemu kubwa. Memory. Ndio. Asilimia kubwa inatoka kwa mama. Sasa mama, mfumo wetu tulionao wa kijamii unawasaidia nini wa mama kujua haya? Akijifungua ni kupima uzito kliniki basi. Na jinsia ya mtoto siku hizi. Basi. Hiyo haisaidii. Kwa hiyo tunapoongelea mifumo ni kitu kikubwa. Mtoto anaanza tumboni mwa mama yake, analelewa huko, anatunzwa huko, anakuza mwili, anakuza akili, anakuza kila kitu. Ndio maana akizaliwa analia kwa sababu tayari ameshazoea mfumo mwingine. Unaingia kwenye mfumo mwingine tofauti, kama akili iko sawa lazima alie. Kwa sababu ana experience mazingira tofauti na mfumo aliozoea. Anaanza safari nyingine, ambayo inawezekana hiyo safari anapoianza toka amezaliwa ni ya shida ambayo inamtreat opposite na jinsi alivyo. Wewe fikiria mtu mpaka anaingia anamaliza chuo na miaka yake 24. Anaishi kinyume kabisa na nature yake. Atakuwa mtu wa aina gani wewe? Umenifikirisha kitu kimoja. Juzi nilikuwa naandaa makala fulani ya kuelezea kwa nini China ilikaa miaka zaidi ya 1300 bila dini, kitabu chochote cha dini. Watu wengi waga wanajua tu unaweza ukaishi bila dini, lakini unagundua ni kwamba, na ulichokizungumza hapa ni kwamba walikuwa na mfumo. Waliwekewa mfumo ambao ndio wa Confucius, huyu jamaa ambaye ni moja ya ni philosopher mkubwa sana wa China. So ambacho nilijifunza nikifuatilia yote, unagundua huwezi kuwa nje ya mfumo. Ni either utatengeneza mfumo mpya au uhamie mfumo mwingine. Hakuna namna. Na ndio maana hata watawala wengi wa Afrika unaona wanajifanya kukimbia mfumo wa magharibi, lakini hawatengenezi mfumo wetu. Exactly. Na maana watakopi mfumo mwingine ambao haitakusaidia. Kinachomsaidia mtu ni kile alichote. Huyu bwana ameongea hapa vizuri hiyo unit. Frank Zan. Kinachomsaidia mtu ni kile alichotengeneza mwenyewe. Nikwambia hivi. Ukiwashirikisha watu kuumba mabadiliko yanaumbika. Mabadiliko ya kweli ni anayo create mtu kutoka ndani yake, sio anayoletewa. Sheria zote duniani zinapambana na matokeo. Tunahangaika kubadilisha sheria hivi na sheria kutunga, hizo zote zinapambana na matokeo. Wow. Lazima tu dig down kabla ya kuleta sheria zinazobana, hiyo zina matokeo. Uharibifu unatengenezwa na ufahamu wa watu. Mifumo
Watu hawaibi mifumo. Watu si wajanja wajanja. Leo wewe tukikupa kazi hata ukienda bungeni ukimaliza mwaka tunakuuliza una nini? Ina maana tunakutuma ukaibe ili uridhishe mahitaji yetu kuona umekwenda mbele. Na by the way mtu akiteuliwa tunampongeza sana. Kwa sababu tunaamini amekwenda kupiga, yani ameenda kupata unafuu wa uchumi. Sio kutumika. Mifumo inaharibu watu. Wow, na tunamtegemea adelive. Bahati mbaya zaidi sisi Afrika, kila jambo tunalofanya ovyo tunampa Mungu na shetani. Chochote tunachokosea ni shetani. Ili turidhike tusiwajibike. Au kazi yake Mola haina makosa. Ndio yote hayo hakuna. Mimi nikwambie kaka Grayson, Mungu hayupo kwenye ufahamu wako. No. Chochote kilichoko kwenye ufahamu wako ni wajibu wako. Mungu ana exist pale ufahamu unapofika mwisho. Ni Afrika tu ambao tumemwingiza Mungu kwenye ufahamu wetu. Ndio maana hatuendi. Wow. Mungu hawezi kuexist within your understanding. Uongo. Atakuwa sio Mungu, hiyo ni intelligence. Yeah, una make sense. Kwa sababu by the way intelligence yetu kama binadamu ni ndogo sana ukilinganisha na huyu mtu na hichi kinaitwa Mungu. Kwa hiyo haiwezi kukaa ndani ya hii. No, ukisha yani ni kwamba ndio hapo tunapokosea. Na hata dini tumechukulia vibaya ukosefu wa ufahamu. Mungu hawezi kuexist ndani ya ufahamu wako wewe. Chochote kilichoko kwenye ufahamu wako wajibika, fanya. Pale ambapo ufahamu umefika level ya mwisho umeshindwa, ndio Mungu anaanza kufanya kazi. Sasa unamwambia Mungu afanye vitu ambavyo viko within your understanding, which is mambo ya ajabu. Na ndio leo tuponza kutokuwajibika. Tunamwachia Mungu vitu ambavyo tunatakiwa tutumie akili kuvitekeleza. Juzi ilikuwa tunazungumzia issue ya hiyo na ndio alichozungumza Frank Zanu hapa ya Afrika. Tumekaa tukiwa tunasema ukoloni mambo leo ndio tatizo letu, nasema wazungu ndio tatizo letu, utumwa ndio tatizo letu, lakini yeye anasema kwamba hakuna jamii ambayo hajawa watumwa. Utumwa walikuwa ni sehemu zote duniani. Ukoloni wa China walikuwa koloni la Japan. Wa Korea walikuwa chini ya koloni. Wazungu walikuwa chini ya Mrumi miaka mingi sana. Sisi tu ndo tumebaki tukiwa tunasema ukoloni, lakini kimsingi yalikuwa ni machaguo yetu. Yani najua hii dunia nguvu hushindana na nguvu. Ukikosa nguvu utatawaliwa na wenye nguvu automatically. Hata nyumbani baba yako ukimzidi nguvu utamtawala baba yako aliyekuzaa. Akitaka kuendelea kukusupervise lazima awe na power juu yako. Yani maisha yako hivyo. Hata pesa ukiipata kama ina nguvu kuliko wewe itakuua. Yani nguvu lazima itawaliwe na nguvu nyingine. Haya yote ya excuse tulitawaliwa. Sasa hizi si tuko huru, nini kinafanyika? Lazima kuna vitu viko wazi vya kuadjust kwenye mifumo. Tusipofanya hivyo itatugharimu mpaka mwisho wa dunia. Kwa sababu hebu angalia tunavyolea watoto wetu. Zamani ulikuwa wewe ukienda popote unajulikana ni Mtanzania. Mfumo wa Utanzania ulivyokutengeneza unaonekana hata kabla hujasema. Sasa jamii iko confused. Yani kuna Mtanzania anaishi Kijerumani, Kichina, Kijapani ndani ya nchi, Kimarekani within the same country. Jamii ya watu kama hao ni ngumu mno kuendelea. Kwa nini mfumo umeruhusu? Mbona Wachina ni Wachina, Wajapani ni Wajapani? Kwa nini sisi tunashindwa kuwa na mfumo ambao utatutengeneza? Nini kimefanya tumekuwa rahisi vijana wa sasa hivi kukataa mfumo tuliokuwa nao nyuma? Kawaida nature ya akili ya mwanadamu inapenda mambo ambayo ni simple. Yaani huwezi kumwambia mtu abebe ngoma ya Kisukuma kubwa kilo 10 anapiga wakati kuna mtu anatembea na chip ndogo na anasikiliza muziki mzuri. Kwa hiyo hivi vitu viko automatic. Kama tutaboresha ni kustandardize vitu vyetu. Vikae katika hali ya usasa. Bila hivyo watu watakimbilia tu kwenye hivyo ambavyo ni simple, kwa sababu sayansi ipo kwa ajili ya kusimplify maisha. Ndio maana nilikwambia siku moja hivi. Wasomi wana complicate mambo wahitajike. Waelewa wana simplify mambo ili wasaidie. Na nielewa. Sasa ili mtu awe muelewa, mfumo ndio unaotengeneza wasomi ama waelewa. Tanzania bado tunahangaika kutengeneza wasomi. Tunatakiwa tufike mahali pa kutengeneza waelewa. Watu wanaobeba maarifa na taaluma. Watu wanaoweza kuumia kwa ajili ya wengine. Watu ambao wameenda shule kwa ajili ya kusaidia wale ambao wako chini, kuwabeba wengi katika mambo wanayofanya. Lakini mfumo hauna hilo. Wewe ukiwa daktari ukahangaika kufanya research, utakufa na njaa. Kwa sababu kwenye hiyo kazi utakutana na hela. Utakutana na hela ukiacha udaktari ukaingia kwenye porojo. Unanielewa? Kwa hiyo mifumo, kama mifumo highlight vitu kama intelligence, hakuna kijana ata invest akili yake kwenye mambo hayo.
matokeo yake tutakuwa na majawabu rahisi kwenye maswali magumu. Na hatimaye jamii haitaenda. Hivyo ukichukua Watanzania wote ukatoboa vichwa ukakusanya ubongo, nafikiria hatuna brain.